Kila mwaka dunia huadhimisha siku ya wanawake duniani. Siku hii huadhimishwa duniani kote ili kukumbuka mchango, nafasi, ushiriki na changamoto zinazomkabili mwanamke na mtoto wa kike. Chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kinaungana na dunia kuadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kauli mbiu ya kimataifa inayosema chochea mabadiliko, na kauli mbiu ya kitaifa inasema wanawake na wasichana mwaka 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Katika maadhimisho haya, TAMWA inatathmini siku hii kwani ni fursa muhimu ya kujadili hatua zilizopigwa katika kusimamia usawa wa kijinsia na kuweka mikakati ya kuhakikisha mabadiliko yenye tija kwa wanawake na wasichana nchini. Vile Tanzania inaelekea kufanya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani baadaye mwaka huu. Uchaguzi huu ni muhimu kwa taifa letu, hasa tunapotimiza takwa hili la kidemokrasia. Tunatoa pongezi za dhati kwa vyama vya CCM na ACT Wazalendo ambavyo tayari vimempitisha Rais Samia Suluhu Hassan upande wa CCM na Dorothy Semu kwa chama cha ACT Wazalendo kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Hii ni hatua kubwa ya kidemokrasia hapa nchini na inaendelea kuweka hamasa kwa jamii ambayo awali ilidhaminia wanawake hawawezi kuwa marais wala viongozi. Hatua hivyo Tanzania kama zilivyo nchi nyingine bado kuna udhalilishaji wa wagombea wanawake katika vipindi vya uchaguzi. Udhalilishaji huo hufanyika majukwaani wakati wa kampeni na kwenye mitandao ya kijamii ambapo unachagiza kupungua kwa idadi ya wanawake viongozi ama ushiriki wao katika siasa na uongozi. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wanawake UN Women zinaonyesha kuwa mpaka kufikia Juni mwaka 2024 kulikuwa na nchi 27 tu duniani, wanawake 28 ni wakuu wa nchi hizo. Takwimu hizo zinaeleza kuwa mapengo ya kijinsia katika nafasi za juu za uongozi hayatazibwa katika miaka 130 ijayo. Idadi ya wanawake ni 24 kati ya wabunge 264 ambayo ni sawa na 9.1%, huku idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum ni 113 ambayo ni sawa na 29% ya wabunge wote, na jumla ya wabunge wanawake ni 141 sawa na 37% ya wabunge wote ambao ni 393. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya madiwani wanawake wa kuchaguliwa kutoka kwenye kata ni 204 ambayo ni sawa na 3.8% ya madiwani wote, huku madiwani wanawake wa viti maalum ni 1407 sawa na 26.2% ya madiwani wote. Hivyo basi tunaadhimisha siku hii tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. TAMWA tunaomba yafuatayo: 1. Vyama vya siasa, wanasiasa na jamii kutumia lugha ya sawa wanapozungumzia, kumwandika au kumwelezea mgombea mwanamke. 2. Vyama vya siasa vijenge tabia ya kuwaamini na kuwapa nafasi wanawake katika majimbo ya uchaguzi ili kuongeza ushiriki wao. 3. Wanasiasa kuacha kutumia kigezo cha talaka, sura yake, idadi ya watoto wake, umbile lake, aina ya ndoa yake katika kampeni za uchaguzi huu na badala yake wagombea wapimwe kwa ufanisi. 4. Jamii na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza maudhui ya utupu, udhalilishaji na lugha zisizo za staha kwa wagombea wanawake. 5. Jamii kutumia mitandao ya kijamii kuhamasisha sera, kupinga kauli za chuki na maudhui kwa wanawake na wasichana wanaogombea nafasi za uongozi badala ya kushambulia kwa kutumia maisha yake binafsi. 6. Taasisi, asasi za kiraia kukemea pale ambapo mgombea mwanamke anadhalilishwa au kutezwa utu wake wakati wa uchaguzi mkuu ujao. 7. Wanawake wawape ushirikiano wanawake wanaogombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuepuka kusambaza maudhui yanayodhalilisha na kutweza utu wao. 8. Vyombo vya habari kuendelea kusimamia maadili ya kihabari ambayo yatatoa taarifa sawa kwa wagombea wote bila ubaguzi na kulenga katika sera badala ya kumshambulia mtu binafsi. Tunapoadhimisha siku ya wanawake wa Tanzania, tuungane pamoja kuharakisha mabadiliko ya kuwa na jamii yenye mtazamo wa kijinsia iliyo tayari kwa maendeleo endelevu.